nje ya mwanamke, kwa kuwa ni siku pekee ya mwanamke, si ndio watumishi wa Mungu? Yes. Mwanamke na utumishi. Mwanamke na utumishi. Ndilo somo letu la asubuhi ya leo. Nikombe mwanamke unasema mahali unaandika. Mwanamke na utumishi. Kama mmesahau jina langu naitwa Zera Baribate, huyo ndio mnenaji wako wa asubuhi ya leo. Tunapokwenda kuangalia mwanamke na utumishi, kwanza kabisa tujiulize tunapozungumzia utumishi tunamaanisha nini? Mtumishi ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi ni mtu yeyote yule ambaye anasimama kufanya kazi ya mtu mwingine kwa ajili ya kumletea faida. Kwa mfano nikisema nina mtumishi wangu, maana yake ni kwamba anafanya kazi zangu mimi, si ndio watumishi wa Mungu? Na ni lazima hakikishe kwamba analeta faida kwa kile kitu ambacho nimempa kutumika kwacho. Na endapo ataonekana hajaleta faida, basi nitakachofanya nitabadilisha mtendaji. Nitabadilisha, sitaendelea kupata hasara, badala yake nitahakikisha kwamba ninabadilisha mtumishi yule, nitamwachisha kazi, nitatafuta mtu mwingine anaweza kukaa katika eneo na akafanya katika uzuri nikapata faida. Kwa ninapozungumzia utumishi wa mwanamke, ninategemea kwamba leo tuleo ya kwamba unapokuwa umeamua kuwa mtumishi wa Kristo, ni lazima uhakikishe kwamba unakuwa mtumishi mwenye faida. Usipoleta faida katika utumishi huu ambao Bwana ameachilia kwa mwanamke, basi Bwana atakunyang'anya hilo eneo, atampa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi sitamani mwanamke hata mmoja akose hiyo nafasi ya kumtumikia Mungu na kuleta faida katika utumishi wake. Na ninapokwenda kufundisha kwa habari ya utumishi, mwanamke anaweza kumtumikia Mungu katika nyanja zifuatazo. Mwanamke anaweza kumtumikia Mungu katika nyanja zifuatazo. Zipo nyanja tatu ambazo kwa leo nimeziainisha kwa ajili yangu mimi na wewe. Nyanja tatu ambazo mwanamke anaweza kumtumikia Mungu. Nimesema mwanamke anaweza kumtumikia Mungu kwa njia ya maombi. Lakini namba 2 nimesema anaweza kumtumikia Mungu kwa njia ya malezi. Maana yake katika malezi unaweza kumtumikia Bwana. Lakini namba 3 nimeegemea katika kutegemeza mtumishi wa Mungu. Mwanamke anaweza kumtumikia Mungu kwa njia ya kutegemeza watumishi. Zipo njia tatu ambazo leo ninatamani tushirikishane vile ambavyo mwanamke unaweza kumtumikia Bwana. Tunapokwenda kuangalia kipengele cha kwanza cha maombi, vile ambavyo mwanamke anaweza kumtumikia Mungu kwa njia ya maombi, tutakwenda kumwangalia mwanamke mmoja tu ambaye leo ninatamani tujifunze kwake. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kujifunza kwa mwanamke mmoja. Ninajua inawezekana unao wanawake wengi ambao katika Biblia umekuwa ukijifunza kwao, lakini leo ninatamani ya kwamba tuzungumzie mwanamke mmoja, angalau tu sehemu ya huyu mwanamke uweze kupata kitu. Mwanamke huyu tunakwenda kumwangalia katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza. Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza na mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza sura ile ya kwanza na mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza na mstari wa 7. Tutakwenda 9 mpaka 11. Tutakwenda 9 mpaka 11. Huyu ni aina ya mwanamke ambaye ninatamani leo tujifunze kwake, kwamba ipo sifa ambayo mwanamke lazima awe nayo ili aweze kuendelea kuonekana kuwa mtumishi mwaminifu mbele za Bwana, ambayo moja ni lazima awe mwombaji. Sifa ya mwanamke thabiti haachi kuomba mpaka amejibiwa. Huyu mwanamke Hana, tunakwenda kumwangalia mwanamke Hana ambaye alikuwa ni mwombaji. Aliomba mpaka pale alipojibiwa. Na sifa moja wapo ya mwanamke ana sifa moja tu ya kwamba hawezi kutulia mpaka jambo limetimilika. Ni sifa ya mwanamke. Kwa kama hauna sifa ya kukaa na kuvumilia mpaka jambo litimie, umepoteza sifa ya kuwa mtumishi wa Bwana katika nyanja hii ya maombi. Tunaomba ni mpaka jambo limetokea, ndipo ambapo tunaamua sasa kuachilia na kusema Bwana tunakutukuza, tunakwenda hatua nyingine. Hatuachi tu kuomba ni mpaka tumepata. Mwanamke thabiti, mwanamke imara, mwanamke ambaye ni jeshi, hasimami popote pale, ni mpaka amepokea kile ametaka. Ukienda kufuatilia mwanamke akisema ni lazima huyu baba akae sawa sawa, kiukweli ni kwamba ni lazima atakaa. Nikakumbuka asubuhi mtumishi wa Mungu Esther, nakumbuka jina lako dadangu nzuri, anasema niliposema leo huyu baba atakapofika kitaeleweka, kavaa pedo. Akasema unajua nimekusikiliza sana dadangu. Alipoamua ili
moja. Si ndio uhalisia? Inawezekana alipokaa kama aka mama kananichelewesha. Katafuta Penina, weka hapo. Alipomweka Penina kama mwiba kwenye maisha ya Hana. Hana akasema haijarishi kuwa mwiba, sitapigana na wewe. Mimi sioni kwenye Biblia nikimwona Hana kipambana na Penina. Ila yeye wakati wote kama kawaida, kama hivi leo walikwenda kumwabudu Bwana Shilo, walikwenda na kurudi, lakini bado huyu mama anaendelea kuwa mwiba kwenye maisha yake. Kile alichoamua, angalia huzuni ya mwanamke inapoamua kuiweka kwa Bwana, akaamua leo na umimina moyo kwa Mungu. Yatosha kwa uchungu huu, yatosha kwa maumivu haya, yatosha. Baba huyu mpenzi wake aliyemwamini akaona ya kwamba na njia nyingine anaweza kupata mtu wa kumpatia haja ya moyo wake. Ana watoto wa kutosha, anajaribu kumfariji mke wake, lakini anasahau ya kwamba yule mama ndiye alikuwa ameandaliwa kumzalia watoto. Akaamua kumwongezea mke wa pili, yeye akajiburudisha nafsi yake, akawa na watoto. Anajaribu kumfariji Hana, hafarijiki tena, kwa kuwa haja ya moyo wa Hana ni kuhakikisha ya kwamba amemzalia mtoto Elikana, amemzalia mtoto, amemzalia kutoka katika tumbo lake. Anasema hata kama huyu mama amekuja nyuma yangu, hata kama huyu baba anafurahia uzao wa huyu mama, hata kama kuna namna anaitia moyo, mimi ni lazima nihakikishe ninapata mtoto. Watu wamenipa mume, ni lazima katika tumbo langu nitatoa mtoto. Hakukatishwa tamaa na ule mwiba umeingia kwenye maisha yake. Hakukatishwa tamaa na namna yoyote ya mazingira yanayoonekana. Yeye alisema moyoni, hata kama umepata watoto sio shida, lakini bado ninaye Mungu ninayemwamini. Akasimama katika zamu yake, akasema leo ni lazima kieleweke, nimekwenda shida ya kwamba tumbo la uzazi wangu limebarikiwa. Ni lazima watoto wangu wabebe kusudi la Mungu, halitapotea lile kusudi la ndani ya watoto ambao wametoka katika viuno vyangu, wametoka katika tumbo la uzazi wangu. Ni lazima nihakikishe ya kwamba wanasimama katika lile kusudi ambalo Bwana ameachilia ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kati ya vitu ambavyo mwanamke ametakikana kuvifanya ni kuhakikisha ya kwamba analea vipawa na karama ambazo Bwana ameachilia juu ya mtoto wake. Hakikisha unaelewa mtoto wako amebeba nini. Usikubali mtoto wako kutembea katika hali ambayo wewe inakufadhaisha. Hapana, kwa kuwa Mungu amemuomba akiwa na kusudi. Wewe ni mteule wa Bwana, na watu wanaotoka katika tumbo lako wamebarikiwa. Ni watumishi wa Bwana. Hebu kama uliza Mungu, mwambie Bwana, mtu ni uzao teule, ni uzao uliobarikiwa. Baba, umebeba nini kwa ajili yako, ili nisimame kama mama nikalie hiki kilichomo ndani ya uzao wa tumbo lako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Inafika nyakati Mungu anamheshimisha mwanamke. Angalia, anarudi, amekwenda Manoa, anamuuliza Bwana, majibu hakupewa Manoa. Hebu angalia nafasi ya mwanamke. Wanawake mlionao ni wanawake wa thamani sana. Wanaweza kusababisha mambo makubwa sana kutokea katika familia, kwa kuwa Mungu amempa nafasi ya pekee sana kuhakikisha kwamba familia yake inastawi. Ndio maana ukiangalia ndoa inapoharibika, familia inapopalanganika, mwanamke ananyoshewa kidole. Mwanamke usikatae. Maana yake ni kwamba hujasimama katika zamu yako. Mungu anataka ulewe, na ukisema naye anakujibu. Wewe ni sababu ya watoto wako kustawi. Wewe ni sababu ya maisha yako kwenda sawasawa. Wewe ni sababu. Ndio maana tunaona hapa Mungu ameshirikiana mume na mke, lakini majibu anatoa kwa mwanamke.